Acha tuwe nende hapa na nilikuwa ninaona nimepewa muda kidogo hapa. Mwelekezi wetu tafadhali umetupea dakika kidogo lakini tutaweza kukibishana nazo. Sababu unajua wewe ambao unatutazama hata ukituona tuko hapa tuko chini ya mwafulia mwingine. Kwa hivyo tukienda sana tutakufukuzwa hapa. Kwa hivyo Wanjiko leo kama vile neno la Mwenyezi Mungu limesema, ningetaka sana tuangazie watoto shuleni. Watoto shuleni. Sababu Wanjiko kama vile ambavyo unajua mimi nimekuwa nikitembea kwa shule, unapata kuna hivi ningetaka kuna ile wa serikali ambao wa serikali sijui niseme nini wameingia wameingililia mambo ya masomo mpaka ni kama masomo itakuja kukosa radha. Wizara ya Afya imeingililia mambo ya masomo mpaka ni kama masomo itakuja kuisha radha Wanjiko. Sababu utapata Wanjiko wakati tulipokuwa wadogo, Wanjiko kuna mambo mingi tulikuwa pale. Wakati unajua nikisema hivyo Wizara ya Afya imeingilia mambo ya shule sana, kwa nini? Kama vile tumesoma neno la Mwenyezi Mungu, mtoto umtii mzazi ili ukaweza kuishi maisha mengi. Wanjiko hivyo ndivyo hata shuleni mtoto lazima uweze kutii mwalimu ili ukaweza kupata elimu bora. Kweli kabisa. Kwa hivyo ni vizuri ukiingia pale shuleni unaweza pata mwalimu wako pale. Sisi wakati tulipokuwa shule tulikuwa tunaona mwalimu ndio ule. Hata kama tulikuwa wajiri huko tunapiga kelele, ungejua hata ni nani anapiga kelele. Kunyamaza tunanyamaza. Lakini saa hii my friend, saa hii unapata mwalimu amekaa hapo kama mwelekezi wetu vile anaona amekaa pale, lakini watoto wako hapa wanarushania mpaka makaratasi na mwalimu wako ndani. Sababu gani Wanjiko nikisema hivyo? Sababu hawa watu wa elimu wa Wizara ya elimu wamekuja wameingililia sana mambo ya watoto. Ati sababu ni generation. Ati ile Wanjiko tunasema ati ukichapa mtoto unajua nilisikia hata director Paul kwa hapa kwa nini nilisikia mwingine alikuja kusema ati mtoto wake amechapwa na mwalimu fulani. Director akasema walimu mmoja kuchapa watoto. Hebu niambie mtoto huyu achapwe nyumbani Wanjiko. Kwani mimi nauliza nyangani hivi swali hivi. Kwani sisi tukilewa haikuwa generation? Kuna ile ilikuwa inaitwa corporal punishment. Ilikuwa ya kiboko. Mwelekezi wetu. I hope hata wewe ulipitia hapo. Wanjiko tulikuwa tunachapwa. Na mimi nafikiria hata tukichapwa hatakuwa tunachapwa sababu mwalimu anatuchukia. Hata ulikuwa unachapwa. Kuna kosa ya kuchapwa, kuna kosa ulikuwa unaambiwa ukuje na homa na kijiko. Uende utoe ile kiziki kiko pale ya muti. Kikingi ile kiko pale. Kiziki utaishiba mpaka ungoe. Na kuna ingine ulikuwa unaambiwa ukuje ushibe shimo ya mbolea ile ya kuweka takataka. Na si ati huyu mwalimu alikuwa by the way atiko ile unaona si kuna shimo ilikuwa inashibwa lenye tukirokota takataka tukifagia class tulikuwa tunapeleka takataka hapo. Kuna ile shimo tulikuwa tunashiba na ilikuwa inashibwa shimo kubwa sana. Na ukikosea, kuna wakati ukikosea, uambiwe wewe ndio unashiba ile shimo. Wanjiko, wengine wako kwa klasi unashiba. Wanjiko. Lakini siku hizi apia mtoto akuja hata kibuya maji. Ukiwa mzazi, ukiwa mwalimu. Mzazi atakuja huko kama ametoa mpaka ulimi nje. Wacha hivyo Wanjiko. Niliona ati wewe mwalimu ni wewe umekosewa na mtoto lakini unampembeleza. Ati sababu ya mzazi wake unampembeleza, unamwambia we Akinyi tafadhali hebu fanya hivi, enda tu ati yani unampembeleza sababu ya unajua ni Wizara ya Afya. Mimi hapo naingilia Wizara ya Afya na si kwa ubaya. Sababu Wanjiko wamekuja wakitoa yale mambo ambayo ilikuwa ya kulainisha mtoto katika shule. Sababu corporal punishment mimi nimechapwa kuna wakati nakumbuka Wanjiko kuna njembe ilipotea shuleni. Njembe ya mzazi mwingine alikuwa ameleta. Wanjiko tukiwa class 6 na 7 na 8 tulipanga laini sisi wote. Tunapiga magoti na ni chini
Sio nyinyi mnawekewa kaa sijui kabla kwa nini huko nini ati shuleni chini kwa mchanga.